Hebu njoo muone mdogo wako. Unadukua mboga. Ha! Wewe ulaji wewe? Ulaji na kuuliza. Unataka nionekane kwamba sikupi chakula eh? Una tabia gani wewe? Eh? Unadukua mboga. Ha! Yao. Rafiki yako wewe mwenyewe ni rafiki yako wa dhati. Anawezaje kukufanyia kitu cha kinyama kama hicho? Anaenda anamuiba na mdogo wako ndani, anamchukua anaenda kumnywesha zile pombe na kumjuza kwamba kuna wanaume, kuna muingiliano. Maana yake anataka mdogo wako au ana muingiliano yani. Nikisema muingiliano maanisha yani ametoka mwanaume ameingia mwanaume. Sasa inakuaje? Huo ni unyama. Kwa mimi nilikuwa naomba shemeji yangu wa dhati kabisa. Mimi ukiachana vitu vyote ni mtu ambaye kwenye hizo sekta ni mtu ambaye nakuheshimu sana. Lazima nikuangalie kwa mtazamo mkubwa. Sasa mimi jambo nimeleta kwako. Sasa wewe amua sasa leo hii. Ama unyoe, ama usuke, ama ukate nywele. Yaani uamue kwenye ile swali. Hai. Yaani hapo nipo fikia. Sawa? Ndipo mwisho ama wazungu wanasema introduction. Yaani ndio introduction. Wewe unataka kumaanisha mdogo wangu kaaba? Hicho ndo ambacho kinaenda kutokea. Maana anafundishwa ukaaba. Yaani upame. Wewe ishi hapo hapo. Sina ishi hapo hapo. Wewe ulimuona wapi? Na saa ngapi? Una ushahidi gani wa kunithibitishia? Una ushahidi gani wa kunionyesha kwamba mdogo wangu katoka usiku ameenda kujiuza huko? Maana ndo unavutaka kumaanisha kwa mimi mdogo wangu anajiuza, si ndio? Hivyo unapomwangalia yule ana akili zake, nimemleta huku. Ana madigrii, unadhani kama wewe kakako kakutoka kijijini kakuleta huku na andalanda. Mimi mdogo wangu ana akili, hawezi kufanya huo upumbavu. Umeelewa? Tena uishie hapo siku nyingine nikikusikia. Kwanza nikikusikia unapeleka hizo taarifa kwa mtu mwingine. Wewe una uhakika? Umemwona wapi? Usinichafulie mdogo wangu. Umenielewa eh? Na kuheshimu sana. Ndugu wangu, nimekuita hapa na mazungumzo na wewe na maneno mawili matatu kwa nimependa nikueleze, nikushirikishe na ndugu wangu. Unajua wewe kwanza maeneo haya wewe ni mgeni. Sio mzoefu hapa wala sio mwenyeji. Kwa ningependa nikwambie, nisingependa nione una tabia za ajabu. Singependa nisikie unaongeleka huko mtaani kuhusu tabia zako. Nisingetaka hiyo tabia. Kwa sababu sisi familia yetu, yani familia yetu tulipambana sana kuiweka katika mazingira mazuri. Hatujataka tuidhalilishe, tuiweke midogoni mwa watu, wao wanajadili. Kiufupi, familia yetu sisi hainaga skendo. Hainaga skendo za ajabu kwa mtaani, au labda wezi sema nimepita hapo, watu wakaanza kusema dada sijui na nini. Hatuna hizo tabia. Na tumejitahidi kwa muda mrefu sana kujenga heshima ya familia yetu. So nisingependa mtu mmoja aje kuvunja heshima ya familia nzima. Nisingependa hilo jambo. Ndio maana nikakuita hapa nikuelekeze jinsi ya kuishi na watu, jinsi ya kuwasiliana na watu, kuongea na watu vizuri. Nisingependa malalamisho, na nisingependa mtu aje aniambie mdogo wako ana tabia hizi, mdogo wako ana tabia zile. Nisingependa. Nisitaki kusikia hizo tabia. Kwa namna nyingine ningependa kukwambia, yani naomba ujitahidi sana, angalia marafiki wako nao. Nisingependa ujiingize kwenye urafiki wa watu ajabu au vikundi vya ovyo. Unajua hivi vikundi au urafiki unaweza kukufanya ukakaribia sifa yako hata kama usiki na kile kitu.
ila kwa sababu mpo kundi moja na watu wanawaona mpo wote, na unaweza kujumuishwa, na hapo ndipo utakapoharibu heshima ya familia yetu. Nisingependa kitu kama hicho kitokee. Alafu kitu kingine, wewe bado ni mdogo sana, yaani ni mdogo sana. Kwa hiyo ningependa ujaribu kujitunza, jitunze, jilinde. Wewe ni mtoto wa kike, alafu umri wako bado mdogo. Kwa hiyo usijihusishe na mambo ya wakubwa, yatakuletea baadaye matatizo, kwa sababu umri wako bado uruhusu. Unanielewa mdogo wangu? Nashukuru dada, nimekusikiliza, nimekuelewa. Unajua kabisa mimi siwezi kufanya mambo kama hayo. Kwa siwezi kufanya mambo kama hayo. Na kuahidi, yani nitakuwa na marafiki bora, nitakuwa na marafiki wazuri ambao sio wenye tabia mbaya. Kwa dada, nakusamehe kama nimekukosea. Nilikuwa naenda huko juu kwanza huko. Wapi? Huko mbele huko. Na mbona jicho jekundu hivyo? Wewe bwana wewe fanya yangu wewe bwana kuna sio kati ya mimi. Nifanye yangu. Hapo kwenye kuna michanga na nimesudi utafuta achali. Hapo sisi baada ya kuyapo na nikadia kandio je sikwenda kuzingua. Basi aishi. Mimi hapa nimpata dharura, alafu hapa kuna mgeni. So kuna sehemu naenda, nitakaa kama wiki. Ndakuja nikueleze vizuri kuhusu hapa. Kwa utakaa naye, muangalie asizurule uenee kila mahali. Babu wewe mwenyewe mtu mzima au babu kwa kumtunga ili weje. Mgeni. Hata mgeni ndo nini? Mgeni bongo hapa.